tuiache na tuitransfer kutoka kwa lililoandikwa ikawe yangu ikanisaidia. Praise the name of God. Number one, knowing God gives you boldness and courage. Ukimjua Mungu kuna ujasiri ambao si wa kawaida, utaupokea hata katika huduma. Praise the name of the Lord. Woga umetufanya sisi kuna mambo hatujafikia, kuna mambo hatujatenda, lakini knowing God, look at it. Let us look in the Bible, 1 Samuel 17:37. Nikwambie mambo hapo. Samueli wa kwanza 17:37. Alaka nisomewe ili nikuonyeshe kwamba ukimjua Mungu uoga hautakuwa sehemu yako. Praise the name of the Lord. Ukimjua Mungu kuna ujasiri utapata, na ujasiri utakusaidia kuharibu ngome zote, kuharibu kila mpango wa shetani ambao umepangwa mbele yako. Knowing God will give you courage and will give you boldness. Kuna watu ambao wamejazwa uoga sana. Praise the name of the Lord. Na anasema nilisikia siku moja nikihubiriwa na ndugu yangu Diketi, akasema kwa watu wote wenye dhambi waoga ndio watafanya nini? Watatangulia. Praise the name of the Lord. So that means the devil is using the tactics of fear. Praise the name of God. To kufanya kwamba you miss whatever you're supposed to be getting. 1 Samuel 17:7. Nasema yes. It says, inasema the Lord who rescued me from the paw of the lion, Mungu aliyenisaidia nikatoka katika kinywa cha simba, and the paw of the bear, hata katika kinywa cha dubu, will rescue me from the hand of this. pia ataniokoa kutokana na mikono ya huyu Mwifilisti. Huyu ni Daudi anasema, nisikize vizuri. Daudi kwa sababu amejua Mungu. Amejua Mungu kibinafsi. Akajua Mungu ni wa kunipa uwezo nitoe kondoo ya baba yangu kutoka kwa kinywa cha simba. Mungu ni yule ambaye ananisaidia nami nikatoa kondoo wa baba yangu kutoka kwa kinywa cha dubu. Na sio kutoa, pia ananipa nguvu ya kurarua simba. Praise the name of the Lord. Alipojua Mungu namna hiyo, akasema kwamba sasa kama Mungu alifanya hiyo, sasa nimejaa ujasiri. Niko na ujasiri sasa. Wewe uriathi unayekuja, wewe changamoto ulio mbele yangu, wewe mlima ulio mbele yangu, wewe adui ulio mbele yangu, na basi kwa nguvu hizo sasa ambazo tayari nime-experience, ambao tayari nazijua, nitakurarua leo na nitakuua na mwili wako nitapatia ndege wa angani. Praise the name of the Lord. Leo hii nataka uelewe kwamba ukimjua Mungu kuna mambo hautaogopa. Ukimjua Mungu kuna vitu hazitakutisha. Praise the name of the Lord. Utainuka. So waliomjua Mungu, anasema kwamba waliomjua Mungu aliwapa mamlaka ya kufanya malimbuko, ya kufanya exploit. That is in the book of Daniel. Praise the name of the Lord. So unapojua Mungu, malipuko ni kwamba chochote kimechoinuliwa kinyume na wewe, uko na ujasiri wakiweza kukumbana nacho. Kile kinaosimama kinyume na ndoa, unasimama kwa sababu unamjua Mungu. Unasema, Mungu uliyeniwezesha ile polio iliua watoto ambao ulikuwa lika yangu, mimi si kuweza kuuawa. Wewe Mungu upo leo hii. Hata hii ya leo ninaweza ishinda na nikawa mshindi. Praise the name of the Lord. Knowing God. So ukiangalia leo hii nataka ujue Mungu kibinafsi. Praise the name of the Lord. Niangalie nikuambie hapa, mpendwa, kuna mambo Mungu amefanya kwa maisha yako. Praise the name of the Lord. Ukitazama, kuna wakati mimi nilienda kwa hospitali siku moja. Nikaenda kwa hospitali. Nasikia naumwa mpaka nilikuwa naambia watu mimi nakufa. Praise the name of the Lord. Nikaenda nikapata mwingine sasa mgonjwa, ambaye sasa yeye si atakufa, yeye ni kama ameshakufa. Mimi nilisema nimepona niende nyumbani. Nilipona bila dawa. Sometimes let me tell you,
Yaani nikaangalia kile Mungu amefanya, mimi najifanya mimi ni mgonjwa, nikaangalia na yule nikasema, Mungu mimi utanifanya kama yeye. Mimi nilipona na nikarudi. Kuna wakati mwingine imani itakuponya hata sio dawa. Praise the name of the Lord. So wakati unamjua Mungu na yana kuna uwezo wa kuyatekeleza. Praise the name of the Lord. Hapo ndipo nawe inakupatia ujasiri wa kuenda na kukumbana na chochote kilicho kinyume na wewe. Nimekuja kutangazia hiyo mambo imekutesa. Leo hii suluhisho ni kumjua Mungu wako. Praise the name of the Lord. Amen. So when you truly know God, fear disappear. Ukimjua Mungu tu, ile kitu inaitwa uoga inatoweka. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Your confidence comes from His presence, not from circumstances. Yani kile ujasiri wako hautokani na hali ambayo imetendeka, bali unatokana na nini? Na uwepo wa nani? Uwepo wa Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. So uwepo wa Mungu unayemjua na akiwa ndani yako ndio nayo kusababisha kila milima iyeyuke. Praise the name of the Lord. Amen. Kila storm ikatulie. Praise the name of the Lord. So leo hii nataka ukitoka katika ibada hii ujue kwamba kwa kumjua Mungu sasa uoga utakuondoka, na uoga ukiondoka ujasiri unaingia, na una face your financial challenges, kwa sababu anasema kwamba dhahabu na fedha ni mali ya nani? Yangu. Praise the name of the Lord. Leo hii just know this one, right? We are going to face the challenge not because we have seen it, but because we are in His presence. The one who dictates what happened under the earth. Praise the name of the Lord. So ninafesi huduma hii si kwa sababu vile navyoona tunanyeshewa, vile navyoona hali ilivyo. Ninaifesi huduma hii na vile ambavyo nimeona uwepo wake, na yale uwepo wake unaweza kuyatekeleza. Hata kama utatekeleza leo, unaweza tekeleza kesho. Hata kama si kesho, inajua wakati wake ukifika itatekeleza na itatimia. Praise the name of the Lord. So we, by knowing God, God gives us the boldness. David faced Goliath not because he was strong. Nisikize, Daudi anakumbana na Goliath si kwa sababu ana nguvu. Hello, kama ni nguvu nataka nikuhakikishie, he was a small boy. Praise the name of the Lord. Lakini kwa sababu amejua Mungu wake. Alijua nguvu za Mungu wake. Alijua Mungu ana nguvu sauti ya simba. Mungu ana nguvu zaidi ya dubu. Sasa kama Mungu simba ndiye alikuwa anaogopewa, na huyu Mungu akona nguvu zaidi ya simba, nikwambie kitu moja, simba angekuja mahali Goliath angekuwa, Goliath angetoroka, kwa sababu Goliath angekumbana na simba. Na akajua Mungu alinisaidia nikaua simba, na Goliath hawezi simama mbele ya simba. Sasa kama Goliath hawezi, basi Mungu huyu ni mkuu kuliko Goliath, na akamface by knowing how. By the way, you can never go to the height unataka ikiwa umeweka Mungu wako hawezi fanya. The way you know God is the way He reflects in your life. God manifests the way you know Him. Mungu hawezi manifest zaidi na vile unamjua. Ukimjua anaponyanga magonjwa mengine na mengine haponi. I'm telling you, kuna mengine na wewe utapona, because that is how you know Him, and He will manifest to you the way you know Him. The level you know God, the level is the only way, and I reciprocate to your life the way you know Him. Amen. Praise the name of the Lord. Asiyemjua ni mponyaji haponanga. Asiyemjua kwamba yeye ni deliverer hawezi kompolewa na kila aina ya mapigo. Praise the name of the Lord. He will be able to enter and manifest in your situation the way you know Him. So yeye alikuwa anamjua kama simba akifunguliwa kutoka kwa cage akuja simame mbele ya Goliath, nina uhakika Goliath hawezi simama. Lakini huyu Mungu ameniwezesha nikashika mdomo wa huyo simba nikamrarua. Sasa what is this now that look at it. Nisikize. Usipofika mahali
unadharau shida, unaifanyia madharau shida, au utatoka ndani. Haigariki. Wakati mwingine dharau changamoto. Alidharau Goliath. Akasema hii ni nini unaniambia? Sometimes wacha kuitukuza. Idharau shida hiyo. Haigariki. Dharau mlima huyo. Ukiudharau na uweke Mungu juu ya hiyo, I'm telling you, look at it. Wakati Abinadab na Eliab ambaye ni ndugu wa Daudi waliokuwa kwa jeshi, walipokuwa wanatoroka kutoka kwa Goliath, haigariki. Lakini Daudi akiwa na Mungu na anamjua Mungu, anakimbia kwenda kwa Goliath. Tunaelewana vizuri. Ile inakimbisha watu wa kweli. Nakupa mamlaka, wewe utaikimbisha. Praise the name of the Lord. Ile ilifanya wakufanikiwa wanaiogopa leo hii. Leo hii ninakupa mamlaka kwa ibada hii, kwa sababu unamjua yeye. Utakumbana nayo na utaikimbilia na utaleta ushindi. By knowing God, God will give you courage. The fear will disappear. Victory will be on your side. Hakuna shida iliyo kubwa kuliko Mungu. Aliamini hivyo. Alipata ushuhuda. Praise the name of the Lord. Kansa ni jina. Lakini kansa haiwezi kuwa juu ya Mungu. Fibroid ni jina. Lakini fibroid haiwezi kuwa juu ya Mungu. So ninapofesi hiyo fibroid, ninapofesi hiyo kansa, ninaifesi nikijua kuna jina kubwa kuliko majina yote, ambalo kwa jina hiyo kila kitu inabao. Kansa itabao, fibroid itabao. Nikifesi that particular situation like that. So David did not face Goliath because alikuwa strong. He faced Goliath because alikuwa ndani ya presence ya Mungu. Praise the name of the Lord. So today nataka, kwa hiyo ni knowing God, if watu wa kanisa hii tutamjua Mungu. Praise the name of the Lord. Hii kitu tunaona ni ngumu hii. Praise the name of the Lord. We will face it. We will overcome it. We will become out victorious. Praise the name of the Lord. Naomba katika jina la Yesu, katika aliye mahali hapa, know God today and know that God is above everything, and then go and face it. Because Daudi na anaangalia anasema, yes of course. Huyu ni kama alikuwa na ufunuo. Anasema huyu Mungu yeye anajaa mbinguni, paka mahali pa kuweka miguu inakosa. Paka anasema the earth is the footstool ya Mungu. Sasa huyu Mungu mwenye atoshei mbinguni, I get it. Anajaa mbinguni na anakuja miguu yake inatoshea duniani. Miguu ndio inatoshea duniani. Na haka kama mtu hata kama wanaona ni giant, haka kanaitwa Goliath ni giant, hajatosha hata kwa hii dunia. Hajafika hata nusu ya hii dunia. So because amemjua Mungu mkubwa sana, na huyu Mungu ako ndani yake, na akanaka kitu akajafika hata 1/8 ya dunia hii, akasema hapana, this is not a thing. Inaweza nishtua. Aka create that particular stamina ya faith. Alipocreate stamina ya faith, akakimbia, and that is how this man David won the battle against Goliath. Nakuwa mbaraka leo hii. Kile kinachoonekana Goliath katika maisha yako, katika mahali uliposaliwa, leo hii we will face it. Not because we are strong, not because we have money, not because we have connection. It is because we have Him who created heaven and earth. Number two, about knowing God. So, knowing God brings patience in waiting. Ukimjua Mungu, unaweza kuwa msubira wakati ambapo mambo hayaendi vizuri. Praise the name of the Lord. Kuna watu wamekuja katika ibada hii, mambo hayaendi vizuri, mambo hayajaenda vile mnataka. Praise the name of the Lord. Lakini leo hii ukimjua Mungu, basi kuna kitu nakwambia, utajua
kuwa na subira wakati ambapo mambo yafanye nini? Waliomjua Bwana, they remain patient in the time of waiting. Kuna watu hawana subira. Anakuja hapa namuombea kwa sababu imechukua muda na atapokea kile ambacho tuliomba hapa, anabadilisha kanisa lingine. Praise the name of the Lord. Hana subira. Hebu nikwambie, ukiwa na Mungu utakuwa na subira. Praise the name of the Lord. By the way, if God has started initiating his own business in your life here, praise the name of, be assured that God will accomplish it. Hakuna chenye Mungu ameanzisha hata kikamilisha. Whether wafanye nini wafanye nini. So knowing God brings patience in the time of waiting. Praise the name of God. Life does not always move on your schedule. Hiyo unafaa ujue hivyo. Maisha haiendani na vile umepangilia. No, haiwezi. Kama ingeenda vile amepangilia. Abrahamu vile ameoa, alikuwa anajua vile nimeoa, next year ndapata mtoto. Are you getting it? Lakini sasa maisha haijaenda vile amepanga. Kwa sababu maisha huenda isiende vile umepanga. Lakini nataka nikwambie, kile unahitaji ni kumjua Mungu katika hiyo wakati wa kungoja, ili kwamba akakupatie neema ya kuwa patient katika hali hiyo. Ninasema hivi, nataka nirudie hivi. A woman who has conceived will wait for 9 months to have a child. So neema ya kumpakia bakie kungoja na akitumaini kwamba mtoto atakuja. It is about the faith, is about entering the presence of the Lord. Praise the name of the Lord. Ndovu akiconceive anachukua 18 months, mwaka moja na nusu ndiye apate ndama wake. Hii kungoja. Praise the name of the Lord. Look at it. Wewe ni na ndovu ni tofauti. Ndovu atongoja sana kwa sababu ndama wa ndovu na mtoto mchanga aliyesaliwa wabebe wote kwa mkono, uniambie. So the moment you wait for longer time, huenda mirako yako ni kubwa kuliko ya yule alipokea leo. So sitaenda hivi mwenye amepokea leo, nitapakia katika hali ya kungoja Mungu wangu. Look at it. Penina aliwapata haraka. Lakini Ana amechukua muda mrefu wa kuchekwa, muda wa kusemwa. Lakini anapompata Samueli, Ana simjui jina, lakini Penina simjui jina, lakini Ana anamjua leo hii. Na anamhubiri leo hii. Praise the name of the Lord. So ukimjua Mungu atakupatia uwezo, neema ya kuwa mvumilivu wakati ambapo mambo haijafanya nini? Haijatendeka. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So knowing God brings patience in waiting. Look at it. But when you know God, waiting become a worship. Delay become a divine preparation. Yes. Ukimjua Mungu sasa, hiyo inaitwa let me say, when you are waiting, ile kungoza inabadilika inakuwa worship. Look at it. Ana akiwa naongoja kila mwaka Shilo anaenda kufanya nini? Kutoa dhabihu na kuabudu. Praise the name of the Lord. Sasa hiyo muda yote mpaka Samueli apatikane, yeye alibadilisha hiyo muda ikawa ni muda wa nini? Wa ibada. Praise the name of the Lord. Amen. So hii waiting ni wakati Mungu anataka ibada. Praise the name of the Lord. Amen. So wale wanamjua Mungu wanajua kuconvert the waiting inakuwa nini? A worship. Praise the name of the Lord. Ukibadilisha kuwa worship in the due time, in the right time of the God, anajitokeza sasa kwa njio pole kwa malimbuko. Amen. Praise the name of the Lord. So waliomjua Bwana hawezi kufa moyo, anajua kwamba hii muda umenipatia ni muda wa kuosha. Yes, huenda hatutaenda mpio vile ambavyo tulikuwa tunakusudia Dickens. Lakini pia tukibadilisha hii muda ambapo mambo haijatendeka, tuibadilishe iwe ibada. I'm telling you, child of God, God atakuja. Na atakuja polepole. Atakuja polepole. Atakuja kwa mlimpuko wa aina yake. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. No, so you need to, and then delay become a divine preparation. Hiyo delay sasa uone ni delay. Wanadamu ambao hawana Mungu wanaona delay.
Praise the name of the Lord. Sasa unafika mahali, look at it. Wakati mwingine watu walio karibu nao wanaona unidelay, wewe unaibadilisha, unasema oh God, thank you for just giving me time to prepare. Praise, it is a preparation time. Praise the name of the Lord. Hata Abraham aliconfuse kidogo kwa sababu ya mke wake, akasema hii delay imekuwa sana, akachukua Aga kwa badala ya kungoja. Lakini let me tell you, it was a preparation for Isaac. Wakati wa Isaac ulipofika, Isaac alikuja. Praise the name of the Lord. So hapa nasema nibadilisha kungoja inakuwa ibada. Kukwama au mambo unaibadilisha inakuwa maandalizi. Praise the name of the Lord. May what has been delayed in your life turn to be a preparation for your miracle. Praise the name of the Lord. May the waiting in your life become, it was a worship. At the end of the worship, God revealed himself. Praise the name of the Lord. So kuna mwenye ameongoza kazi sana, kuna mwenye ameongoza mtoto sana, kuna mwenye ameongoza kutolewa katika hali mbalimbali. Leo hii nataka nikwambie, mjue Mungu wako. Mungu wako anahitaji maandalizi. Mungu wako anahitaji ibada, na anapokupatia hii muda, itumie vizuri kwa kumpa ibada, itumie vizuri kwa kujiandaa vizuri, by positioning yourself. When the due time come, God will come and surely akija ana rewrite historia yako. President, waliomjua Bwana basi itakuwa kwamba waiting haitakuwa waiting ya wanadamu. Praise the Lord. Kuna mtu hapa amengoja sana. Mama umeongoja sana. But I want to tell you from this altar, this is the word of God. You are waiting, turn it to a worship. Turn it to a worship. Anna did it. We have Samuel. Praise the Lord. Your Samuel is waiting to turn your waiting into a worship. Praise the name of the Lord. Now read Romans 4:21. Romans 4:21. Nasema namna gani? Romans 4:21. Romans 4:21. It says, yes, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. Yes. Amen. Praise the name of the Lord. Continue kidogo soma hiyo fasi nyingine kidogo ndio tupatie kabisa. Yes. This is why it was credited to him as righteousness. Look at it. Nipate vizuri. Be fully convinced that what he had promised, he will also be able to perform. Hallelujah. Aliyejua Mungu ni Mungu wa kutimiza ahadi. Licha kwamba kutakuwa kumechelewa, still anajua kwamba wakati ukifika. So kuna mtu hapa hajajua Mungu kama Mungu wa kuweka ahadi. So leo hii nataka ujue, mweke Mungu, mjue Mungu kama Mungu wa kuweka ahadi. Ndio umemjua Mungu, watu wakisema anatimiza ahadi. Leo nataka umjue kibinafsi, aliyemjua Mungu kama Mungu wa kuweka ahadi. Alipokuwa anamjua Mungu wa kuweka ahadi, huyu ni Ibrahimu. Ibrahimu alipakia, akaendelea kufanya ibada, akaendelea kufanya maandalizi kulingana na mwongozo wa Mungu, mpaka ikafika wakati Isaka akapatikana. Wanaomjua Mungu, leo ujua Mungu, hakuna alichoahidi Mungu atakitekeleza. Anapoahidi Mungu utekeleza, kwa sababu Mungu wangu ni wa kutekeleza alichokiahidi. Nami ninajua kwamba anasema mimi ni kichwa si mkia. Yeye ameniahidia hiyo, nitakwama katika hiyo ahadi yake, hata kama ionekani hivyo, hata kama ifanani hivyo. Ninajua Mungu wangu hawezi sema akabadilika. Kitabu cha Hesabu kinasema Mungu si mwanadamu akageuke, si mwanadamu akadanganye. Akisema atakuinua, atakuinua. Hata kama leo hajakuinua, akisema atakuponya, atakuponya. Hata kama leo hii wewe ni mgonjwa, akisema atakupeleka kiwango kingine, ni ukweli kwamba atatimiza. Leo nataka uende ukijua Mungu ahadi
ahadi zake hata kama zitaonekana zimechelewa kwa maisha yangu zitatimia. Amen. Kama hujajua Mungu ni wa kutimiza ahadi, leo hii ninakuita katika kumjua Mungu upya. Mungu ni wa kutekeleza ahadi zake. Praise the name of the Lord. Abraham akajua hivyo, na alipojua hivyo akabakia katika hali ya kuabudu. Alituambia hata mpaka wakati ambapo alikuwa ameambiwa toa mtoto wake. Kumbuka mahali alikuwa ametoka ni moon worshiper. Mahali ambiwa toka ni moon worshiper, na moon worshiper kati ya dhabihu walikuwa wanapatia Mungu hao ilikuwa ni kafara ya mtoto. Na Mungu anamjaribu hiyo, anamwambia sasa fanya vile mlikuwa mnafanya. Lakini anamwaminia, najua kwamba wewe ndio uliniahidi utanipa mtoto, hata kama tena utamchukua hii, ninajua ahadi zako still ziko. Licha kwamba ulipoteza kazi, haimaanishi kwamba ahadi ya Mungu ya kukuinua imeisha. Ahadi ya Mungu imebakia. Unasema Bwana asante ni kwa sababu umeondoa kazi, lakini najua kuna nzuri umenipangia. Praise the name of the Lord. Wale walitaza, look at it. Sitaacha kuja kanisani kwa sababu nilifutwa. Praise the name of the Lord. Sitaacha kuacha kanisani kwa sababu nimepoteza, kwa sababu ninamjua Mungu. Sasa kupoteza kwa kazi hainitishi, kupoteza kwa vitu hainitishi. Kile inafutwa ni kwamba aliyeniahidi atanipa. Hata kama hii itaondoka, ahadi zake itabaki imesimama, kumaanisha kuna bora ambaye ameandaa kwa sababu yangu. Ukimjua Mungu, uoga inaondoka. Uoga wa kupoteza kazi, uoga wa kupoteza mahusiano utakuondoka, na utamtumikia Mungu ndani na nje ya majira. Ni vigumu kumtumikia Mungu nje ya majira, wapendwa. Ni vigumu. Ni vigumu. Unakanyawa kanisani na mtu ulikuwa umekukanyaga ni yule ambaye ulikuwa umeweka sana kwa moyo. Praise the Lord. Hiyo ndio wakati Mungu anakuangalia. Hiyo ndio anakuangalia. Kweli unajua kwamba ahadi zangu za kukuinua bado, licha kwamba amemkanyaga siku. Anataka umjue katika hali hiyo. By the way, you cannot know God when things are working well. Because Mungu nguvu zake zinadhihirika when things are not turning up. Praise the name of the Lord. The power of God is manifested when things are not working. Praise the name of the Lord. Wapendwa wa kanisa hili, na watangazia, kama kuna wakati umekanyawa, umekaa nyumbani, omba msamaha kwa Mungu. Omba msamaha kwa Mungu, kwa sababu nataka nikuhakikishie kwamba Mungu Mungu unayemwabudu amekuahidia, ukiniabudu nitaponya maji yako, nitaponya nchi yako, mazao yako haitakuwa maposa. Amesema hivyo. Praise the name of the Lord. Na yeye ndiye amekuambia umwabudu. Praise the name of the Lord. Kukanyawa kwa huyu mtu haimaanishi hataponya maji yako, haimaanishi hatazuia mbegu yako na mazao yako yazae maposa. Atatenda kwa sababu ameahidi, kwa sababu yeye si nani? Si mwanadamu. Praise the name of the Lord. Leo hii mjue Mungu wako, utapita na mambo mengi. Mjue Mungu wako, mengi itakuondokea. Kuna yale hautajihusisha ndani ukimjua Mungu. Praise the name of the Lord. Kuna mambo mengine utaona ovyo. Hello, can I tell you this? Niwaambie hii. Whoever anasemwa sana ako juu, kwa sababu ako topic. Topic iwezi andikwa chini, topic inaandikwa juu. Hakuna mahali umeanza kuandika topic ukaiacha ukaandika topic chini. So wakati mwingine hauna pesa ya kupeleka Citizen wa kutangaza, na wakimekupunguzia gharama ili if you take it in that particular faith, hautahama kanisa. I'm telling you, hautahama, utapokea na ungoje upokee baraka zako. Knowing God. Unajua kuna mtu atalipa watu hapa wakuje, au mwanasiasa alipe watu ndio mtangaze ajulikane. Analipa, ni gharama. Wewe imekuja utalipa
Praise the name of the Lord. Leo hii nataka kukutangazia mtoto wa Mungu. Hakusema imanishi umegeuka na yale Mungu ameyasema. Itatimia kwa wakati wake. Amen. I wish ningekuwa naambia mtu hapa niponye mtu moyo wa mtu upone. Praise the name of the Lord. Ili kwamba knowing God's character turn waiting into hope. Yani hiyo wakati itatendeka inakuwa ni tumaini. Praise the name of the Lord. Sinaomba hiyo ngoja umemgoja ibadilike iwe tumaini, na yeye wa tumaini ajitokeze, akuje mzima akuje mzima akutengenezea akunie ushuhuda. Praise the name of the Lord. May God help us by knowing the truth in waiting and later hiyo patience katika kungoja. Praise the name of the Lord. Number 3, knowing God strengthen you in storm. Praise the name of the Lord. So God anajulikana sana wakati wa mawimbi. In the time of storm, that is what. Obedience may be easier in sunshine. Anipate vizuri. Wote niangalie niwaambie. Wakati tuko sawa na wewe, ninasema haleluya, msana ubarikiwe. Hata kukuambia kuja kanisani very fast. Rais utakuja. Sasa wacha wakati ambapo tumesukumana, tumeumishana, nikuambie kuja kanisani, itabidi ufungwe katapira, ufungwe na vitu zingine, sikukuruhusu, sikufute mpaka ufike. Hello. But now I want to tell you, obedience ambayo Mungu anaitazama, utiifu anatafuta, ni wakati uko ndani ya nini? Ya storm. Knowing God keep you standing when the storm comes. Praise the Lord. Yani kumjua Mungu inafanya ubaki umesimama wakati wa mawimbi. Praise the name of the Lord. Yakija unabaki umesimama. Praise the name of the Lord. Leo hii ninaomba katika jina la Yesu, tuangalie Ayubu tumwangalie vizuri. Mtu anisomee Job 13:15. Job 13:15. Nasema nini gani? Ayubu. Job 13:15 nasemaje? Ayubu 13. Tuone huyu Ayubu. Wakati mawimbi ilikuja, mawimbi ikamtesa, lakini wakati mawimbi ilimtesa kwa sababu alimjua Mungu, kwa sababu alimuelewa Mungu, kwa sababu alimjua personally. Praise the name of the Lord. Kuna vile ilimsaidia wakati wa mawimbi hayo, hata aliyempenda sana akamwambia, laani Mungu na ufanye nini? Ufe. Lakini kwa sababu alimjua Mungu, alimuona mwanamke huyu kama mpumbavu. Hakutenda kila ambacho mwanamke alisema. Alisimama ndani ya mawimbi, ndani ya storm ya magonjwa, ndani ya storm ya kupoteza, ndani ya storm ya imagine ukutoka kuwa mtu ambaye ni mtajiri mpaka unakuwa bure, sio bure tu, mpaka afya yako inakuwa bure. Still this man can stand and say, anasema hivi, duniani nilikuja bure na kwenda sitaenda na lolote, jina la Bwana na litukuzwe. Praise the name of the Lord. Wakati wa mawimbi, kama mawimbi yaliyopata Ayubu ingekupata leo hii na hujamjua huyu Mungu vizuri, hauwezi simama. Watu wa karibu naye kumwambia wewe umelaaniwa, marafiki wake. Ndio sababu haya mapigo yanakupata. Lakini yeye kwa sababu alijua Mungu, hii mali ulinipa, sikuja nayo, hata nguo sikuja nayo, lakini hizi nguo zote umenipa, hii mali yote umenipa, hawa watoto wote umenipa, hawa wote walitoka kwako. Basi kwa sababu walitoka kwako, na ninajua siku moja mimi ni mafumbi, nitaondoka. Nitakapoondoka, sitaondoka na watoto, sitaondoka na hizi ngamia, sitaondoka na mali hii, sitaondoka hata na jina.
basi ninasema wewe uendelee kushukuriwa hata ndani ya mawimbi haya. Nani atasimama aseme ndani ya mawimbi haya jina la Bwana na litukuzwe? Ndani ya kuteseka, ndani ya kuonewa huku, ndani ya upinzani huu, ndani ya kukemewa huku, jina la Bwana na litukuzwe. Alimjua Bwana kwa ndani, alimjua Mungu kwa kindani. Ukimjua Mungu utabaki umesimama wakati wa mawimbi. Ukimjua Mungu mawimbi yanaonekana ovyo. Hatusemi mawimbi haitakuja. Kwa huduma mawimbi itakuja. Kwa ndoa mawimbi itakuwa mengi. Mahali pa kazi mawimbi ni mengi. Mama, mahali umeolewa mawimbi itakuwa mengi. Baba, mahali umeoa mawimbi ni mengi. Hautasimama kama hujamjua Mungu. Utaachana na hiyo ndoa mapema kama hujamjua Mungu. Mashemeji wako watakutesa, watakusema maneno. Nisikize vizuri. Aliyemjua Mungu basi ndani ya hiyo storm atabakia amesimama. Hata atatingizika, atabaki amesimama. Leo hii naomba katika jina la Yesu, kila mawimbi itakuja sehemu yako, kwa sababu utaamua kumjua Mungu. Basi watu ubaki umesimama. Hiyo ndoa ibaki imesimama, hiyo huduma ibaki imesimama, hiyo kazi, biashara ibaki imefanya nini? Imesimama. Umepata Job 13:15. It says, nasema though he slay me, hata kama yeye atanitesa, yet will I hope in him. Asikia, nitabakia kwamba niko na tumaini kwake. Nisikize, acha. Hata ile slay ni mateso ya aina ya juu. Hata kama utaniruhusu Bwana mateso niyapate leo hii, bado nitabakia na tumaini na wewe. Hivyo ndivyo alikuwa anajua Mungu. Amemtumainia, ako na hope na Mungu. Leo hii ninaomba katika jina la Yesu ujue kwamba Mungu ndiyo hope yako. God is hope. Aliyemjua God is hope. Even when things are not working, atajua kwamba ninatumaini. Mungu, wewe ni tumaini langu. Kwa sababu wewe ni tumaini langu na ninakuelewa, unakujanga kama tumaini. Haukujani kama tumaini fake, unakuja kama tumaini real. Sasa ninakungoja Bwana, katika uchungu unakungoja, katika kuumia huku ninakungoja, katika kuonewa huku ninakungoja Mungu, kwa sababu wewe ninakujua leo kama tumaini langu. Nikasema kwamba God will not manifest vile umjui. Kama unamjua ni tumaini, atani manifest ndani ya mateso yako kama tumaini. Praise the name of the Lord. That is why leo nataka umjue Bwana. Ukimjua ni mponyaji, ata manifest kama hila. Hello, tunaelewana wapendwa? Nimechoka kumtumikia Mungu ambaye simjui. Praise the name of the Lord. Kama kuna mambo yamenitesa na nahitaji tumaini, ninaenda kwa Mungu, ninamwambia Mungu, sikia, I don't want to care kile nilipatendeka, lakini nimekuja wewe, najua ni tumaini. Na fieta masikio yote sisikii kila wanasema. Ninakuja ninasema, Bwana wewe ni tumaini, na mimi nakujua wewe ni tumaini, na najua ukojai kuwa counterfeit tumaini. Wewe ni tumaini halisi. Nimekuja sasa Bwana, shuka kama tumaini. Shuka leo kama tumaini. Aliyemjua Bwana basi inafika kiwango kwamba hatabakia kusimama, na ukiendelea kusimama ndani ya storm inatii wewe, na mawimbi ikakutii kwa sababu utamjua Mungu. Praise the name of the Lord. Alipokuwa amelala chini, wanafuka ngambo ile nyingine na mashua, alafu wakamwamsha. Alipomwamsha alisema, nyinyi imani yenu ni kidogo, nyinyi mtaokoka. Akasema na akaambia mawimbi, sikia, tulia. Na mawimbi yafanya nini? Yakatulia. Sasa mimi nikimjua ni wa kutuliza mawimbi. Hello, have you ever known God ni wa kutuliza mawimbi? Wacha kusema Mungu anasema, Mungu ninakujua. Ninajua na nilisikia uliweza
kutoa hiyo mawimbi ya kansa kwa mtu mwingine. Sasa sitaki ile nilisikia, Baba ninajua wewe unakemeanga mapepo na kemeanga mawimbi yanakusikia. Hii yangu leo hii iseme leo hii. Na kwa hakika kwa sababu mahali umeweka. Let me tell you. Basi wakati mwingine kuna kile mtoto wako anaweza kuambia akuweke kiwangili mpaka stretch upate umefanya. Useme mtoto wangu sita kuangusha. Hello. Wacha nitumie kwa mtandao. Kwa mtandao kuna kitu tunafanya kwa mtandao. Basi alinipigia simu ananiambia, najua wewe usiniangusha. Sasa ikabidi nikaangalia vile wamefanya hapo, nilifanya saidi yako kwa sababu amesema wewe najua wewe usinifanya nini? Wewe usiniangusha ni gani? Shuna Mungu kimweka kiwango fulani, amteni hata kuangusha. Kama umemweka kwamba wewe unajua kushinda mambo yote, hakika atashinda hiyo yako. Kwa sababu gani? Mahali umemweka naye hatapakia akikuangusha. Wacha niende namba hiyo, ilikuwa namba 3, namba 4. Alafu tutamalizia namba 4. Kuna zingine lakini tutapata nafasi tutaisungumzia. Bwana asifiwe. So Ayubu amesimama ndani ya mawimbi kwa sababu amemjua Bwana kwamba Mungu wewe ni nini? Ni tumaini. Ya nne inasema knowing God transform your life. Knowing God transform your life. If your life is not transformed, utamjua Mungu because God is a transformer. Praise the name of the Lord. Kwa kumjua Mungu basi maisha yako inabidi ibadilike. Itabadilika namna gani? Nisikize watoto wa Mungu. The way you speak. Praise the Lord. Speech yako. Praise the name of the Lord. The way you speak, the way you think, everything about you, your walk will be able to look very different. Ukienda nyumbani na huku umeokoka na ufike nyumbani na usisikie wakisema hakika wewe tunaona mabadiliko, ujue bado wewe haujamjua Mungu. Mungu hauwezi jua Mungu akuache vile ulikuwa. Huwezi enda kwa Mungu abakie vile ulikia. Waliingia kwa Mungu na njaa ikawa mingi. Akasema si vyema watu hao warudi wakiwa njaa. Akatengeneza mikate akapa wakala. Wakaenda wakiwa wameshiba. Anytime you go before the Lord, you must go out of that presence. Ama utatembea ukitoka pale, lazima kitu itabadilika katika maisha yako. So knowing God change the way you speak. Praise the name of the Lord. Knowing God change the way you walk. Knowing God change the way you associate with people. Praise the name of the Lord. Yes. You don't associate carelessly when you know the Lord. You don't interact carelessly when you know God. Knowing God, you will get transformed. Let's read from the Bible. Now let's read from the Bible, and I want to look on this particular person, Mary Magdalene. That is Luke 8 verse number 2. There's Mary Magdalene. Luke 8:2. So that as we wind up this particular sermon of knowing the Lord. Praise the name of the Lord. Nana mepata Luke 8:2. Nasemaje? It says, yes. And also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Yes. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had come out. Praise the name of the Lord. Akaenda kwa Yesu akiwa na mapepo ngapi? Mapepo ngapi? Biblia inasema 7. Hello. Alipoenda na mapepo 7. Huyu ndio mtu aliyeponywa mapepo 7. So alipoenda akiwa na mapepo 7, amerudi bila pepo. Maisha yake yamebadilika. Mary Magdalene wa mapepo. Na Mary Magdalene anaingia mapema asubuhi na kuhakikisha na kuwa wa kwanza kujua kwamba Yesu amefufuka. Praise the name of the Lord. Waliomuona last time walimjua Mary wa mapepo ngapi? 7. Petero wanapomwangalia wanajua ni Mary ambaye aliyebadilika mpaka amekuwa wa kwanza kujua kwamba Yesu amefanya nini? Amefufuka. So wale wanamjua Mungu wanakubali neno la Mungu liwabadilishe. Kumjua Mungu ni kubadilika, wapendwa. Sio kusema I know God.
Tumetoka kwa kusema kumjua Mungu ni kubadilika, ni kuwa transformed. Kama uko tayari kuwa transformed, bado hujajua Mungu, kwa sababu Mungu hakubali habadilishe usemi wako, habadilishe mawazo yako, habadilishe mienendo yako, habadilishe jinsi ya kutenda mambo, ili kwamba ukatende kulingana na sawasawa na kusudi alilokuumba. Praise the name of the Lord. Kumbuka, Mary alikuwa alimzaa Yesu, lakini Mary hakutangulia kuona wakati amefufuka. Yaani mtu ambaye alikuwa na pepo ndiye anakuwa wa kwanza. Petro ambaye alitembea na Yesu kwa muda wake huu wote hajaona. Let me tell you, God is able to transform you if you sit down to know about him. Hiyo maisha umeishi ya utumwa, hakuna uwezo. Ukimjua vizuri kwamba na uwezo wa kubadilisha, basi utabakia historia yako ikiandikwa upya. Praise the name of the Lord. May your history be written afresh because you've known God. Praise the name of the Lord. Waliojua Daudi kwamba Daudi ni mshirati. Praise the name of the Lord. Daudi ameua Uria na amechukua bibi yake, walikuwa wanamjua hivyo. Hapa pande nyingine Mungu anatangaza, sijaona mtu aliyependeza moyo wangu kama Daudi. Kuna Sauli aliyetesa na kutesa wa Kristo na kuua. Sauli huyo ndio Paulo. Anajaribu kadri ya uwezo wako, aende Efesus atengeneze wa Kristo, aende akafanya kazi mwingi. So na ni kwa nini itendeka wapi? Wakati amekutana na Yesu akienda Damascus na kaanguka pale, alisema wewe ni nani? Kumaanisha kwamba alikuwa anataka kumjua. Alipomjua akamwambia mimi ndimi Bwana. Maisha yake ilibadilika, kwa sababu swali lake la kwanza ni la kutaka kumjua.